Kaka, mambo vipi bwana? Safi kabisa brother. Wanakuita nani? Wananiita Hamza. Hamza? Hamza, wewe ni fundi? Ndio, ni fundi seremala. So fundi. Fundi seremala? Kabisa. Unatengeneza nini na nini? Na najumuika na furniture zote zinazohusiana na mbao. Mbao? Furniture zote zinahusiana na mbao? Ndio. Sasa mimi nataka nikuulize bwana, ni manufaa gani umepata kupitia hii kazi? Manufaa kupitia hii kazi ni mengi, japokuwa siwezi kuyaorodhesha kwa hapa. Kabla ya manufaa, umeanza hii kazi una muda gani? Sasa hivi na takribani miaka 6. Miaka 6? Hongera sana. Tuambie umenufaika nini na vipi na hii kazi? Umenufaika na vitu vingi sana. Kwanza kabisa tuseme furniture za wangu mimi mwenyewe ndani nimetengeneza kwa mikono yangu miwili. Sawa. Karibia zote, na pia hatua alopiga kuanzia naanza mpaka sasa hivi ni tofauti sana. Bana. Ni tofauti? Ndio. Vipi, si umeshaoa tayari? Kuoa bado na sina mpango. Na una mpango? Kabisa. Na vipi changamoto? Umepata changamoto gani kupitia hii kazi? Changamoto ni nyingi, hususani kwa wateja. Unakuta labda umepewa oda na mteja, oda ya kufanya kazi, labda akakupa advance. Kupitia ile advance ukafanya kazi, ukaongezea na hela yako binafsi, mkakubaliana labda siku fulani njoo uchukue kazi yako. Lakini ukamaliza ile kazi kwa kupitia advance yake na hela yako, lakini pia ikawa kuchukua wake ni changamoto. Achukui kwa wakati. Kwa hiyo inakuwa kuchoma. Kwa upande wangu mimi nakuwa imekula kwangu, maana pengine ile hela ambayo nilikuwa natumia nifanyie bishu zangu binafsi, kwa hiyo naingiza kwenye biashara yake. Na vipi wewe kumchelewesha mteja? Kumchelewesha mteja inakuwa ni ngumu kulingana na makubaliano yetu. Hujawahi kukutana na changamoto ya kumchelewesha mteja? Hapana, sijawahi. Hujawahi? Kabisa. Wewe ni fundi mwaminifu. Kabisa. Haya, wakaribishe basi wateja watano. Karibieni sana wateja wa furniture. Tunapatikana Ngaramtoni, ya chini ulizia Mnarani, utakutana na fundi seremala, furniture zilizonyooka. Karibuni sana. Haya bwana. Bwana, hii ni Lem TV, karibuni sana. Mzee, mambo vipi bwana? Safi kabisa bwana. Safi kabisa. Wanakuita fundi nani? Mimi naitwa fundi Peter. Fundi Peter. Unaonekana wewe ni mwaminifu sana. Kuna tuma ya wengine wanasema wanawachoma wateja, mteja anakuambia na tutakuja kuchukua kitanda changu Jumatatu, anakuta haupo. Vipi wewe hiyo changamoto? Hiyo changamoto saa nyingine zinakuepo, wala kutokuepo saa nyingine ukuta una kazi site. Kwa hiyo mteja anaweza akaja asikukute. Kwa hiyo anaweza akasema fundi kanikimbia, kumbe ulienda kwenye kazi nyingine. Si ndio Vipi, una muda gani na hii kazi? Nina miaka 25 kwenye hii kazi. 25. Na imekupa faida gani hii kazi? Faida hii imenipa faida, kuna mambo nimefanya ya kifamilia. Sawa. Nimepata familia kwa ajili ya kazi hii. Sawa. Mke na watoto. Ndio. Na mambo mengine ya kimaendeleo. Safi sana. Na changamoto za hii kazi ni nini umepata? Changamoto ni nyingi. Ndio kama wewe unafanya kazi sasa, unategemea mteja anakuja kuchukua kukupa oda, haji kwa wakati. Matokeo yake tayari na kukwamisha naye katika mambo yako. Matokeo yake anakuja kwa muda mwingine ambao unakuta wewe tayari kama ni anakuta umeshaiuza, inaanza tena mlolongo mwingine. Unakuta mnasumbuana, wanapelekana polisi. Katika miaka hiyo 25 kuanzia umeanza hii kazi mpaka sasa hivi haujawahi kuwekwa ndani? Kwa kweli sijawahi kuwekwa ndani. Ila migogoro kidogo pelekana polisi, mnakaa mnaongea, mnamaliza, hiyo inatokea na tunamaliza. Hebu wakaribishe basi wateja watano. Basi nawakaribisha sana wateja. Mimi naitwa fundi Peter. Niko Ngaramtoni ya juu. Kazi yangu tengeneza furniture na kazi nyingine za site, pia upauaji, kupiga gypsum, zote shughuli zangu. Bana, karibuni kwa mzee Peter hapa, ni mtu mwaminifu, hana shida kabisa. Wanakuita nani bwana? Mimi naitwa Faraja Shango. Faraja Shango. Brother Faraja Shango, unajishughulisha na nini hapa? Ni kama unavyoona, hichi ndio kiwanda changu hapa, ni mambo useremala. Na sana ni useremala. Useremala. Umeanza hii kazi una muda gani? Hii kazi ni kama miaka 5 hivi. Miaka 5. Kama 5. Okay, hongera sana. Sana. Na umenufaika nini na hii kazi kwanza umeanza? Kuhusiana na manufaa, kama tu ilivyo biashara nyingine yote, waga mara nyingi tuna focus zaidi kwenye kuikuza. Kuhusu manufaa hatuyaangalii sana kwa hichi kipindi cha awali.
ni kukuza zaidi, kuweka brandi kae vizuri, ufanye kazi nyingi, upokee tenda nyingi, vitu kama hivyo ndio tunachoangalia zaidi. Manufaa huwezi kusema eti kwa sasa kuna manufaa makubwa. Tuko katika kutengeneza mifumo iliyo bora kwanza ambayo itatoa matunda baadaye. Kuhusiana na swala zima kwa kweli la manufaa bado kabisa. Na vipi changamoto unakutana nazo ni zipi kwenye hii kazi? Changamoto waga zinakuwa ni changamoto za kimfumo. Changamoto za kimfumo. Unakuta umepangilia mifumo ya uzalishaji. Iwe inaenda kwa spidi gani, iwe wakati huo inaenda kwa uwezo gani, ule uwezo wa kuzalisha per day pawe pana uwezo gani wa kuzalisha. Sasa unakuta katika zile kupangilia malengo na utaratibu, tena hususan katika vitu vinaohusisha vitu vingi, yani sio eti ukitaka kutoa thamani au furniture inahusisha kwenye mfumo inahusisha kitu kimoja. Hapana, ni cheni ndefu ambayo inahitaji vitu vingi, wa kutoboa, wa kupiga msasa sanding, sawa, wa kuranda, wa kupiga molding, wa kupiga rota, vitu kama hivyo ambavyo sasa hizo changamoto ndo zinatokea ndani ya mfumo mzima, ndani ya ile assembly line ndo changamoto zinapotokea. Unashangaa sehemu moja katika mfumo ikiwa imekwama, uzalishaji unasimama kwa asilimia kubwa. Hizo ndo changamoto. Hizo ndo changamoto. Sawa Bwana Faraja, hebu wakaribisha wateja 5 basi na kuambia unachokifanya hapa. Kuhusiana na wateja wetu kwa kweli huku tumeweka kwa asilimia kubwa ni wateja wa jumla. Yaani kwa wateja wa rejareja tunaambia kwa Ngara ndo China ya furniture. Kwa maana kuwa huku unaweza ukapata kitanda hata cha 5 kwa 6 kwa 70,000. Unaweza ukapata 4 kwa 6 kwa 50,000 hadi 40. Kwa hiyo hizi ndo sehemu pekee ambazo una uhakika kabisa wa kupata meza ya gesi kwa 20,000 au 25 na bei kama hizo. Maana tumefanikiwa kupata saizi kuna someli zaidi ya 600 na ambazo zinatoa huduma ya mbao. Kwa hiyo nadhani upande wa kaskazini hamna kama sisi. Hakuna. Huu upande wa kaskazini na kuhakikishia ndugu mtangazaji, sawa, ni hapa Ngara tu. Ndio sehemu pekee ambao unaweza ukapata vitu vya bei rahisi, kwa sababu tunapata malighafi pia kwa haraka na kwa bei rahisi. Tuna msitu mkubwa unaitwa msitu wa Meru ambao umejaa magogo na wavunaji ndo kama unaowasikia 623 nadhani. Bana, tumeongea na Faraja hapa, mmesikia mambo mazuri hapa. Vitanda ni bei nafuu, unaweza kupata kitanda cha 5 kwa 6 kwa 70,000, unaweza kupata kitanda cha 4 kwa 6 kwa 50,000, meza ya gesi kwa 25,000. Oya vijana na mabinti mnayojitafuta, hakikisha mnamtafuta Faraja. Na mnapatikana wapi? Tunapatikana Ngara Mtoni. Yaani ukija Ngara Mtoni ulizia China ya vitanda, China ya thamani ambayo iko Mnarani. Meisha.